Ina maana anayemtumikia Mungu. Utafuteni kwanza ufalme. Ina maana mtu mwenye akili ni anayemtumikia Mungu, anayemtafuta Mungu. Mpumbavu na mjinga ni asiyemtafuta Mungu, asiyemtumikia Mungu. Kwa mtu asiyemtumikia Mungu ni mpumbavu. Bwana Yesu asifiwe. Asiyemtumikia Mungu ni nani? Ni mpumbavu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu akatafuta mwenye akili. Kumbe leo amua kuwa mtu mwenye akili. Amen. Kumbe watu wanaomtumikia Mungu ni watu wenye akili, amtafutaye Mungu. Lakini Mungu akuona, anasema wote wamepotoka, wameoza wote pamoja. Kumbe asiyemtumikia Mungu ameoza. Asiyemtumikia Mungu amepotoka. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hakuna atendaye mema la hata mmoja. Hakuna atendaye mema la hata mmoja. Ni mema gani Mungu anasema? Yakobo 4:17. Yakobo 4:17 anasema yeye ajuaye kutenda mema wala atendi, kwake huyo ni dhambi. Kuna mtu anajua natakiwa nimtumikie Mungu na atumiki, kwake huyo ni dhambi. Kuna mtu anajua natakiwa nikashuhudie, niwafanye watu kuwa wanafunzi wa Yesu, wala afanyi, kwake huyo ni dhambi. Kuna mtu anajua natakiwa niende kanisani, nihudhurie ibada, leo ni siku ya agano langu na Mungu, anasema anajua hayo mema yatendi, kwake ni nini? Walokole wangapi wanamtenda Mungu dhambi? Wengi baba. So mimi siibi, mimi sizini, mimi sifanye nini? Kutokwenda ibadani ni dhambi. Unakula masaa yote 12 mwenyewe ya siku, hujampa Mungu hata risali moja tu. Yesu akamwambia wanafunzi wake, mmeshindwa kukesha pamoja nami hata saa moja, hata moja tu. Yote mnakula, yote mnalala, yote mnatumia kwa mambo yenu, hata risali moja. Israeli kila siku alikuwa na masaa, wao walikuwa na ibada kila siku. Israeli kila siku lazima waingie nyumbani mwa Mungu kila siku. Lakini leo hata uweke siku 2, watu tunajua Jumapili tu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yeye ajuaye kutenda mema wala atendi, kwake ni nini? Unajua kabisa natakiwa nifanye hivi na sifanye, anasema kwake ni dhambi. Ni wangapi wanatenda dhambi? Nenda kila kanisa utakuta Yesu nisaidie. Asa una dhambi au unaambia Yesu nisaidie? Au saidie nini? Tubu kwanza uovu. Ndio maana anasema katika Ufunuo, anasema kumbuka ni wapi ulipoanguka, ukafanya nini? Ukatubu, uyafanye yale matendo. Kuna matendo mema umeacha, uyafanye yale matendo mema ya kwanza, uyafanye yale matendo ya kwanza. Anasema usipogeuka katubu, nami nakuja nitakiondoa kinara chako, nitaondoa kila kitu maishani mwako. Kumbuka ni wapi ulipoanguka, kutubu. Ni wapi ulipoacha ulichokuwa unakifanya kizuri kwa Mungu. Ni mara gani uliacha? Ulikuwa unafanya utumishi fulani kwa Mungu, ni sehemu gani uliacha? Anasema kumbuka, ukatubu. Kutubu maana yake kugeuka, rudi kafanye kile kitu cha kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatafuta mtu. Ndio maana Yesu akasema katika Yohana 4:23 anasema, lakini saa inakuja na sasa ipo, ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika nini? Katika roho na kweli. Kuna watu wengi, lakini cha ajabu kitu kimoja, anasema kwa maana Baba awatafuta watu kama hao wamwabudu. Hebu angalia, Mungu bado anatafuta. Unaweza kukuta kundi kubwa, lakini hamna mtu anayemwabudu Mungu katika roho na kweli. Katika roho na kweli ni kufanya kama Mungu anavyotaka. Mkinipenda mtalishika neno langu. Mtashika nini? Neno langu. Mtafanya neno langu. Mtafanya ninayoagiza. Anasema Baba anawatafuta watu kama hao ili wafanye nini? Ili wamwabudu. Anawatafuta. Mpaka leo Mungu bado anatafuta watu. Utajiuliza mbona watu wengi? Mungu hamtumii kila mtu. Anawatafuta watu walio tayari. Anawatafuta watu wanaomwabudu, watu ambao Mungu tumejitoa kwa ajili yako. Tutafanya mambo kwa
kwa ajili yako, tutakutumikia kwa mioyo yetu yote. Mungu anawatafuta watu kama hao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anawatafuta watu kama hao. Mwambie mwenzio, wewe ni miongoni mwao. Je, wewe ni miongoni mwao? Hajasikia bado? Muulize tena. Je, wewe ni miongoni mwao? Haleluya. Waabudu halisi. Nakwenda kumaliza. Swali kubwa la Mungu ni hili hapa, ambalo leo tutakwenda kuomba. Tunataka Mungu afanye kazi na wewe. Isaya 6:8. Isaya 6:8. Isaya 6:8 anasema, kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, nimtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Oh, wonderful. Unajua ni mtume nani? Ina maana kuna mtu anatafutwa. Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Nilitakiwa mimi Mungu kwenda, lakini mimi sina mwili. Nani atakaye kwenda kwa ajili yangu nikamtumia yeye? Niutumie mwili wa nani? Nimtume nani? Naye nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Nani atakaye kwenda? Nani atakaye risha kondoo zangu? Wonderful. Nani atakaye kwenda kuwafanya watu kuwa wanafunzi wa Yesu? Nani atakaye kwenda kuwatengeneza watu? Nani atakaye kwenda kuwarejeza watu? Anasema ni mtume nani? Naye ni nani atakaye kwenda kwa ajili yetu? Kumbe hauendi kwa ajili yako, unaenda kwa ajili ya yeye anayekutuma. Nani? Bwana Mungu anafanya kazi na watu waliokubali kwenda kwa ajili yake, kwenda kwa ajili yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mungu anatenda kazi na watu waliokubali kwenda kwa ajili yake. Simama kwa miguu yako.